qabl wa utu bihi mutashabiha, balal linakuja mbele, walakum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Na yayu kisoma soma rasti, usilete ijazi humu si swabasi ni si atukuelewi. Haya ya furaha unailetea majonzi, soma rasti. Mungu mwenyewe kaanza kwa ubingwa, wabashiril ladhina amanu wa amilus salihati. Unaona anna hiyo anna ya nini? Anna lahum, yani taukidi, alafu nakuja lamu ya milki. Anna lahum jannatun tajri, yani kwanza injinia ringi inayotumika hapa sio kawaida. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mito inapita chini. Wewe ushaikuwa na mito hiyo? Mito yote inapita juu ya ardhi, mito inapita chini. Wewe nenda peponi uone mito hiyo. Handasa hiyo haijai kufanyika kabisa duniani. Tajiri min tahtiha, alafu bala mazingira anakupa kulama ruziqu minha, kila watakachopewa riziki humo peponi, min thamara, miongoni mwa. Hapa kuna maana umuhimu wa matunda, kula sana matunda. Mungu pia anatuwekea matunda peponi. Thamaratir rizqa qalu ubinadamu unakuja. Jana si tumekula tunda hili? Unajua ubinadamu una kitu kunaitwa kutawako kila siku embe. Mungu asautubiha mutashabia, nafanana. Onja uone shughuli yake. Yani hakuna kurudi nyuma. Labda ndio hiyo matashtahi. Kila siku Mungu anakupa embe grade ya juu kuliko ya dada deki. Sio, umeelewa vizuri? Yani unakula embe mpaka unaanguka. Kesho anakupa lingine linakuua. Baba yangu Sheikh Muhammad Abdul Ghazali, Walidi, kosa vyote pata pepo mwanangu. Kosa? Yani acha kila kitu nenda kapate pepo. Napata vyote hakikisha usikose pepo. Kwa sababu kitu jana nilikuwa darasani sijui wapi nilikuwa nasema neno nasema sana mimi. Haya sio maisha ya kule magharibi. Haya sio maisha ya uongo haya tunaishi. Wewe unajua sekunde mbele moja mbele sasa hivi kuna nini? Sasa hayo maisha. Yaani unakwenda kibubusa unasikilizia. Maisha ya kusikilizia nayo maisha. Kesho kuna nini? Hapa sasa hivi huwezi kujua kama mwezi unatoka na 30 au 29. Sasa hayo maisha. Lakini mwenyewe unajiachia, niko duniani. Dunia huijui. Peponi unajua kila kitu. Alafu hakuna kufa. Hakuna? Hayo maisha ya huko. Hakuna kufa. Ndio maisha. Wanaita al-aishu al-haqiqi au hayatun haqiqiyya. Haya huku hayatun dhanniya. Maisha ya kudhani labda inshallah nataraji. Yani kila kitu hapa useme inshallah. Nini? Bana kesho inshallah. Tena katuwe nasema kizungu nini? If good wishes. Sema mwenyewe kesho mimi na uhakika, sema. Tukuchole mstari hapa. Ufiki. Mungu atutie peponi sote. Na wazee wetu. Na watoto wetu. Pendelea sana watoto wetu. Pendelea sana. Yule sikatokea. Vipi? Mbona uchangamki? Haichaniki hiyo. Unajua nimenunua bei gani hiyo? Alijuta. Cheza mziki wewe bwana wewe. Jiachie. Afana taja jina ile Tuxedo hiyo. Unaona? Kwa Mungu hakuna ile. Hakuambii kwamba kwa sababu uliswali sana, kula si ulifunga nuzula nimenghafuri, anakubembeleza. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao jamani. Tunaendelea. Sura Fussilat. Mkitaka kuambia watu peponi wasomeni sana aya hii. Vijijini huko wapi mjini. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao wamesema bwana wetu mlezi ni Mungu, thumma istaqamu, kisha wakanyooka, fala khawfun alaihim, hatakuwa na hofu kabisa, wala hum yahzanun, wala hatahuzunika. Angalia hapa Hamza, mtu wa Kiarabu wewe.
Nasema fala khawfun wala hum. Unaweza kupadadavu hapo. Kwa nini ukaleta masdari huko akaleta fiili lakini akaianzia na dhamiri? Pakubwa sana hapo. Sheikh Sadi, tudadavulie hapo kidogo. Fala khawfun alaihim, kisha wala hum yahzanun. Nataka mimi ukiona maneno kama hayo unachangamka nayo Hamza. Haya, kwa nini kaleta masdari? Na kiangisha fala yakhafuna wala yahzanuna, fala khawfun. Twende mzee Sadi. Nyie watu wa lugha, Qur'ani unaitizama kilugha. Umeelewana? Kwa ufahamu wangu mdogo. Sababu siku zote fiili inatoka kwenye masdari. Maana asili ya kitendo chenyewe kinaanzia kwenye huko masdari. Maana pakisema wala khawfun na wala kikutumiwa kitendo, kutumiwa asili ilikotoka kitendo, maana hakuna hofu kabisa. Automatically yani. Amuogopi mtu. Tumeelewana? Si duniani si akhera. Yani aswala wa mtu huyo hatakuwa na hofu wa aina yoyote. Aogopi njaa. Sikule lanabluwannakum bishai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi huyo haipiti. Yani Mungu na njaa, yeye kwa njaa pita. Njaa yani ukiwa na istiqama hakuna vitu vidogo wewe vitako nisumbua. Ndio maana ya istiqama. Mungu akubariki. Yani aswala wa mtu yule hana hofu, yani humtishi kwa kama tulivyoona kina Said Kutubi huko. Alitiwa katika chumba Said Kutubi, kuna masimba ya hatari. Akashushwa, wakamwacha. Alafu simba wale wakali na wana njaa. Walimwacha mle Masai. Manake ishi Kiislamu tu. Ndio manake ishi nyoka. Kwa hivyo kuwa mbambamba isiwepo. Maisha magumu hayo. Yani vue miwani hapo. Na kitabu naweka chini. Maisha magumu hasa katika miji yetu. Kuishi Kiislamu manake kwanza ujue unagombana na watu. Inawezekana hata vikazi hivi ukafukuzwa. Sababu chukua mfano mdogo tu, kwa ofisini fa Allahu Akbar, una shut down computer alafu unakwenda unaeleweka. Maisha magumu sana, mapevu. Unaendesha daladala, Allahu Akbar, unaambiwa abiria swala jamani, tuswalini kidogo. So maisha kawaida. Maisha tabu sana, usiachukule poa. Usiachukule poa, maisha tabu sana. Yani wewe wakati wote unadili na Mungu anatakaje, sio watu au chama au taasisi au kampuni au familia inavyotaka. Naishi kana. Lazima ujue utapata dhiki sana kwanza ya kutengwa mpaka watu waje kukuelewa. Kuna jina kidogo atakupachikata. Afu utakwenda na jina hilo. Mjahidina, Darweshi, umeelewa mtakadini. Kuna mambo utaambiwa kidogo. Lakini ndio maisha mazuri sana. Kwa sababu utakuwa wewe ni uhuru bali ni mtumwa wa Mungu tu. Ukiachana na maisha hayo utakuwa mtumwa wa kila mtu. Utakuwa mtumwa. Kabila lina mipango yake, kampuni na mipango yake, chama ulinachokuwepo wewe mwanachama na mipango yake. Sawa? Unakuwa kuna aya imenitoka. Mungu anauliza, nani anaweza kuikumbuka? Hivi mwenye bwana mmoja anafanana na mwenye mabwana wengi? Nasemaje ile aya?
shakisuna, Mungu asema shakisuna. Si wewe bwana mtu wa Qur'ani sana zamani huko, siku hizi imetoka umeipigia madufu. Mutashakisuna neno, kuna maneno muta nitaipata hapa sasa hivi. Mimi niko vizuri tu, nazeeka tu sasa hivi, na kila siku kicha naendelea kukua. Naipata hapa, msio na wasiwasi. Hii hapa Suratu Zumar, Mungu anasema Daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman lirajuli hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Maana Suratu Zumar aya namba 29 anasema Daraballahu mathalan, amepiga mfano Mwenyezi Mungu, kumpigia mfano mtu fihi shuraka, mwenye wa mabosi wengi, mutashakisuna, wenye kutofautiana kazi. Huyu anamwamrisha hiki, mwingine anamwamrisha, wa rajulan, na mtu ambaye salaman lirajulin, amejisalimisha kwa mtu mmoja tu. Hali yastawiyani mathala, hawa wanalingana kimfano? Haiwezekani. Anamwambia Mtume asema alhamdulillah, kama hilo haliwezekani, bal aktharuhum la ya'lamun, wengi hawajui haya. Kahifadhi aya Daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka mutashakis. Umeelewa vizuri? Usiwe na ghului. Kuna watu hufika na ghului hasa katika mambo ya kiparika huko. Kuna ghului zinakuja, mtu anamweka Mtume nafasi ya Mungu. Haramu. Ndiye Mtume utakavyompenda, lakini asifike daraja ya Mungu. Na wengine wasiotaka utatarika wanamshusha Mtume mpaka anakuwa mtu wa kawaida. Si inaeleka vizuri? Yote nini? Wale wamepiga ghului, au wengine wamefanya ifrat. Sawa? Mtume abaki nafasi yake ya utume, na ule ubinadamu wake usikuchukue ukamshusha ikawa kama wewe tu. Haiwezekani. Sisi wenyewe tufanani. Sawa? Mungu anasema katika Qur'ani juu ya hilo la pili, waqalu ma hadha ar-rasul yaakulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mungu anasema undhur kaifa darabu lakal amthal fadhallu. Umeona Suratul Furqan waqalu ma li hadha ar-rasul, ana nini huyu mtume, yaakulu at-ta'am, anakula, wa yamshi fil aswaq, na anatembea masokoni. Yani wamechukua hivi vitu viwili hivi, wakisema Mungu akawa wapi pepe, unzur watizama. Wakisema Mungu akawa wapi pepe, unzur watizama. Ahbib habibaka hauna ma, yani mpende umpendaye kiasi utakavyompenda, lakini weka baka, weka utakuja usipitilize. Lakini mchukie wa kumchukia, mchukie, lakini weka, kwa sababu yule siku moja ndio cheo chake, si ndio nini. Basi akasaka kufika kwangu meza, huo shehe wake mkoa tunamwachia huko bwana. Mimi nikacheka bwana. Nikamaji? Nikacheka nikasema ndio mambo yetu wala usiota. Ndio mambo yetu binadamu. Sasa hivi leo ya siku ya 5 ana jambo linamhitaji shehe wa mkoa yuko hapa Dar es Salaam. Siku ya 5 liko ofisini kwangu, hakuna anayeliweza na kulitatua ila sasa nikikaa hivi anakumbuka, lakini wallahi bila ndio namtaka yule, na ile jambo ni yeye. Hakuna dini kama Uislamu. Uislamu ni dini yenye mipango, na unachoambiwa katika Uislamu kikubali, usikidharau, kiweke sehemu, tafuta hata debe hivi kiweke. Kindi niliambiwa na Uislamu, kingojee siku kitakavyo deliver. Sawa? Ndo muandike barua au bado? Muandikie bwana barua nimsainie. Tunamaliza hadithi au bado? Bado ngapi? An Abi Hurairata, karibu kuweni wa wastani, wasaddidu, jishikeni, ndo istaqimu. Wa'lamu, najueni,
annahu, kwamba mambo yalivyo, lan yanjua ahadun minkum biamalihi, mtume hataokoka mmoja wenu miongoni mwenu kwa tendo lake. Lan yanjua ahadun minkum, hataokoka yoyote katika nyinyi, biamalihi, kwa tendo, yani hakuna mtu anaweza kwa tendo lake. Qalu masahaba alikuwa watu wa maneno wakamwambia, wala anta, hata wewe ya Rasulullah, mjumbe wa Mungu. Qala, akasema, wala ana, hata mimi sitookoka kwa matendo yangu, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, ila anifinike Mwenyezi Mungu kwa rehema yake na fadhila zake. Hapa unaona aturudisha kwa nani? Kwa Mungu. Usije ukafika pahala ukaji upgrade kwa unachokifanya, bado muachie nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na istiqama, lakini msikilizie Mungu. Na hii inapelekea hii hali tuliokuwa nao sasa, pia wasome hadithi hii. Hadithi hii nawaambia watu wale wanaopenda kujiona kwa walioyafanya washashinda, wanaitwa muzakkuna li anfusihim, wenye kitu kinaitwa tazkia. Mungu anakataa, la tuzaku huwa a'lamu. Usifike pahala ukamhukumu mtu. Kwanza usianze kujihukumu wewe ni mtu wa peponi, sawa? Wala usijihukumu wewe ni mtu wa motoni. Ikiwa hivyo mtume anaufunga mlango huu hapa, basi pia mwezio usije ukamhukumia moto au pepo. Mmenielewa vizuri? Kamba hapati chochote, anafanya tu, hapati chochote. Hata kumsema mtu, umemwona pale kafanya maasi wapi pale, usije tena ukawa ndo chereko unachukua kidedea kwa sababu anafanya vile. Ujue saa nyingine pale aliyofanya pale akatubia. Na uzuri wa madhambi jamani, uzuri wa ukitubia lile dhambi, Mungu anabadilisha na kwa jema. Hii mnajua Mnajua hiki kitu? Ndio pale ukisikia Mungu. Mnajua hiki kitu? Ndio pale ukisikia Mungu usiasumani. Ule mambo za Mungu si mipango yake anaijua yeye mwenyewe bwana. Ulaika alladhina yubadilu Allahu sayiatihim. Allahu akbar. Sura Al-Furqan ni wale tu wa kawaida. Sio kwamba kuna kundi maalum, ni kundi la watu waliotubia madhambi. Ukitubia madhambi, yale madhambi Mungu anayabadilisha, kama vile kubadilisha maji taka kwenda katika maji safi. Inaitwaje ile kizungu shekhi? Jamani, sina wasomi humu. Umesema hiyo mwanangu. Nini inaitwa? Kwa nguvu washinde hao. Nafikiri wangu. Tumesomesha sisi. Tumesomesha. Umeelewa? Unajua Sheikh Saad? Recycle. Hakika soma mtoto kule. Sema recycle. Umeelewa vizuri? Maji yale machafu ya mikojo, ya mashonde, ya mamavi, ya nini yanafanywa recycling, yanakuwa mapya. Na fiki inakubali. Do you know that? Mnakubali hilo jambo Basi ndio mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lile dhambi lako lile, ukiomba Mungu nisamee, sawa, basi nimekusamee, anaigeuza lile tusi lako linakuwa salatu ala nabii. Sallu ala nabii. Ndio Makonde kachoka, Mungu chachumani jamani. Kwa sababu binadamu hayuko hivyo. Umeelewa vizuri? Tena anasema kwa neno kinywa kipana katika Qur'ani, anawataja wale watu. Anzia hapo. Tabarakalladhi ja'ala fis samai burujan sirajan wa qamaran wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi wa idha khatabahumul jahiluna qalu alladhina lirabbihim sujadan. Ana kwenda mpaka anataja maisha yao walivyokuwa wanafanya. Maki uko mbele wewe rudi utaona anawaeleza walivyokuwa waovyo wale watu. Kisha wanatubia sasa. Wakitubia sasa anawaambia ulaika ladhina yubadilullahu sayiatihim. Maki hapo mbele wanaharibu hapo mbele, ndio sasa wanafanya mambo mabaya kabisa. Alafu anawageuzia.
Ndio Mtume, kullukum tadkhuluna aljannata illa man, wote mtaingia peponi ila mwenye kukataa yeye. Maswahaba akashangaa, waman aba ya Rasulullah, nani mwenye kukataa? Hivyo kuna mtu atakataa kuingia peponi? Akasema man ata'ani, mwenye kunitia ataingia peponi. Waman asani, kakataa kusema waman asani dakhala an-nar. Mtume kaogopa hata kumuingiza motoni mtu kwa maneno. Alikuwa anatupenda. Ilikuwa mukabala wa maneno, man ata'ani wa man asani, ilikuwa ndio hivyo. Lakini mdomo wa Mtume umekataa kusema dakhala an-nar. Wewe uko hapo umekaa na maskani yako na kidevu chako na ututia motoni, wakati wewe mtu motoni wewe. Mzee Mtume kakataa. Kinywa chake kwa huruma yake akasema wa man asani faqad aba, alioniasi kakataa mwenyewe. Hasemi kaingia motoni. Ile neno kaingia tena yuko katika makami darsi tu. Alikuwa anaweza kusema sababu yuko darasani. Lakini kinywa mipango yako hiyo. Manu nisbati ilaihi, manu nisbati sharri ilaihi, kama ilikuja kule wa nahnu la nadri asharrun urida am arada bihim rabbuhum rashada. Leo nitakupa hela, leo umeamka vizuri. Nataka hiyo ndo dalili ya usomi. Sawa? Manu nisbatu sharri ilaihi, kabisa utakuachia mwenyewe. Man ata'ani dakhala aljanna, sababu ndo anapopataka. Wa man aswani, sababu ndo anapopataka. Wa man aswani, istiqama ni kunyooka na sasa mimi na msimamo. Msimamo wako tunauangalia, una iswaba. Kuna watu wakorofi majumbani humo ambao sibadilishi mimi, huo ndo msimamo wangu. Tunaangalia una iswaba. Taati llahi ta'ala ni kulazimiana na kumtii Mungu. Qalu, amesema maana ndefu na ana viji maneno vyembamba vina maana pana. Wabillahi tawfiq, na kwa Mwenyezi Mungu ndio kuwafikishwa. Mungu atuwafikishe. Wabillahi tawfiq, na kwa Mwenyezi Mungu ndio kuwafikishwa. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamani, mimi leo nataka mnifanyie dua tu japo Alam Nashrah moja na zile sura 3. Dakika moja. Na labda baadaye atasema ile aliyotuambia jana kwamba huenda leo tukafunga darasa. Mungu ametutaka tuzihurumie na nafsi zetu kidogo. Sasa nikiamka kama hivi hapa nipo hapa. Zaliwa. Alhamdulillah. Sasa kama tunavyofanyaga kwenye maulidi ya Mtume na kule tunaambiwa al-ulama warathatul anbiya, kwamba wanaozuoni. Lakini mimi nilikuwa na suggest hapa tufanye maulid, tusome maulid. Anawezekana ana ratiba, anawezekana ana watu wanamsubiri, anawezekana yani ana timetable baada hapa, lakini tutamuomba tu akae na sisi ili tumuombe dua kwa staili hiyo ya kimtume. Kwa hiyo nilikuwa nataka hapa tukubaliane nani atasoma salatu ala nabi, nani atasoma mlango wa kwanza, wa pili na wa 4. Tutasoma kasida 2. Moja tu. 2 naomba. Tutasoma kasida 2. Moja nitaisoma mimi, nyingine tutaisoma wote. Jamani, darasa ni la kwetu, si ndio? Kikubwa ni kumwombea Mungu kwa sababu kwamba kama ni siku yake ya kuzaliwa, milango miwili. Wa kwanza na wa 4. Kama ni siku yake ya kuzaliwa, basi Mwenyezi Mungu amtawalishie umri wake. Amina ya Rabbi. Ili tuweze kunufaika na yeye. Na ikiwezekana mtu yeyote anaweza akatia nia ya kupunguza hata miezi yake 6 au mwaka mmoja au miaka mingi, inaruhusiwa, ipo, inaswihi. Unaweza ukapunguza. Kama mimi naishi miaka 35, basi ule mmoja wa 35 ule nampa shehe. Si the birthday. Kwa sababu mwaka wako mmoja utaenda bure. Kwa mwaka wako mmoja Ramadhani ni hivi, yani thawabu zake ni hivi. Abul Fadhil kashatoa mitatu. Niongeze wewe. Basi twende.
Twende. Haya. Ongeza kidogo. Salatu ala nabi. Kidogo. Abdalla. Wanne basi ndio mlango wanne. Kweli? Kabla kanambia hapa. Kwa utasoma wanne. Salatu ala nabi. Mimi niwaombe kitu kimoja. Kama mmeamua kufanya jambo hilo, basi nisomeni burda. Sawa, tutasoma na Maulid na burda. Yote. Tutafanya yote. Yaani mimi ningepata burda yote ningefanya la maana sana. Tutafanya yote shehe. Abdalla unaje? Tutafanya yote. Na milango miwili yaani sisi wasichana tumesimama kwenye Maulid. Wavulana wanafanya milango miwili na burda milango miwili. Mnaonaje? Burda mtakuwa mmenisaidia sana. Kwa sababu siku nilozaliwa pia mimi nilisomewa burda. Alafu babangu alipenda sana burda na mimi mwenyewe naipenda burda. Tusomeni burda. Basi. Haya. Nini? Twende. Anza mlango. Mlango wa kwanza. Salatu ala nabi. Salatu ala nabi itabebwa na burda. Soma tu haraka. اللهم صل وسلم وبارك عليه sallallahu عليه ونعمها تعود لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه sallallahu alaihi wasallam. Ngapi? تدعو لله باسم الذات Iweke ofisini. فيض البركات على ما له وأولاه اللهم صل وسلم عليه حمد مواهبه سائغة هنيئة صلى الله عليه من الشكر الجميل مطايا اللهم صل وسلم عليه وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المتنقل في القرآن الكريم والجبال اللهم صل وسلم عليه الله تعالى Ya. هداية لصعود سبل الواقعة الهدية صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه قصة المولد النبوي غرونا سانا عبقريا صلى الله عليه من النسب الشريف إقلال محل المساء يوم اللهم صل وسلم عليه بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عبد الله وقدره الكريم يا رب الشهيد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه wakupenda ya habibi ewe wetu muhtari
ulotufunza ya kheri na kuepuka ya shari, twakupenda ya habibi, ulotufunza ya kheri akuepuka ya shari, tupate mazuri na mengi yenye fahari, ili tupate mazuri na mengi yenye fahari, ili tupate mazuri na mengi yenye fahari, twakupenda ya habibi, tumwa wetu mukutari. Ala. Maliza sasa. Kifurufuru basi kani kidogo. Sasa sallallahu alaihi kifupi, kiamu kifupi.
الحلاوة مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم مرحبا بفرحنا جميعا مرحبا بجمال الصالحات مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم مرحبا بفرحنا جميعا مرحبا بجميع الصالحات مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم مرحبا ومحيا ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة ليلة المولد الذي كان للدين اللهم صل وسلم عليه سرور يوم يوم نالت بوضع ابنة من فخاري اللهم صل وسلم عليه ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم كان منه في طالع الكفر وبال عليه وتوالت بشر الهواتف صلوا على النبي. ولد المصطفى هذا وقد استحسن عند ذكر مولد الشريف أئمة له رواية فتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم ثم ملغ اللهم صل وسلم عليه أم هبت الريح من تلقاء كاظمتي اللهم المرء في الغباء من ذكري اللهم صل وسلم عليه إليك إن قلت مفاهمة وما لقلبك إن قلت استفق يميني أيحسب الصب أن الحب منكتم بين منسجم منه ومضطرب اللهم صل وسلم عليه ودمعا على طلل ولا رقت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك علوم الدم والسقم اللهم صل وسلم عليه الطيع برده وهدى مثل البهار على فرديك والعلم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم
اللهم صل وسلم عليه. في الهوى المدرج معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عددت حالي على سري بمستقيم عن الوشاة ولا داعي بمنحسمين. اللهم صل وسلم عليه. ولكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في مسلم عن التهامي. اللهم صل وسلم عليه. ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم عليه. na ziara Kigamboni sasa, na hii saa 3 inatosha. Tumesema waktasid wakharibu wasadidu, inatosha. Tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni kwamba leo tutafunga hii darasa tutafungua darasa yetu ya asubuhi baada ya kufungua 6 namalizika leo. Siku inayofuata tuje darasani kama kawaida, sawa? Kwa takriban tukakaa tuna wiki moja na kitu mbele, au wiki 2 takriban, sawa? Kwa ajili ya kunini. Kwa hiyo darasa hii ya asubuhi tu, ya mchana kama kawaida yetu, zile za mchana tunafunga mwezi 27 ndio tutazifunga, lakini ya asubuhi kutokana na hali hiyo tuliyosema leo inshallah tutafunga. Sawa sawa jamani. Na nawashukuru kwa dua hiyo na mlivyojitolea. Ni kweli leo mimi nilisahau, leo ndo katika tarehe ya Shamsia ndio tarehe niliyozaa, na alhamdulillah imeangukia siku ile ya Jumapili. Mimi nilizaliwa Jumapili kidogo, sawa sawa, na nikapewa jina naitwa Walidi baada ya mwaka mmoja, sawa sawa. Kwa hiyo nawashukuru na nyinyi. Vitu hivi havina shaka. Salamu na alayya yauma ulitu wa yauma, ni dua, siku ninayozaliwa, siku nitakayokufa na siku salamu ni dua, ni amani. Kwa hiyo kumwombea amani mtu siku alozaliwa sio vibaya. Imekuja kama mara 4 kwenye Qur'ani jambo hilo. Yauma ulida wa yauma yamut wa yauma yub'ath hayya. Katika sura Maryam imekuja mara ya kwanza, Isa ibn Maryam anazungumza jambo hilo. Kwa hiyo sio vibaya, sawa sawa. Kuna yale mambo mengine ndo sio yetu, lakini dua, salamu, dua. Kuna mambo sasa hivi yanafanywa mabovu kabisa, yale hapana. Sasa ndio maana akatokea baadhi ya wanachuoni kwa ajili ya saddu dharia, wakasema hili jambo halifai. Ngoja kidogo, tumeelewa na kama Saidna Umar alivyoenda kukata shajaratu aridwani lisaddi adharia. Na ndio kawaida ya mwanadamu, ukimfungulia baadhi ya milango yeye anakwenda mbele zaidi. Tumeelewa na? Kwa hiyo katika mambo kama sio ya kiibada, wakati mwingine anaweza kufunga tu milango, kwa hiyo jambo hilo halifai. Sole kwa kuondosha saddu, kwa kufikiria kwamba uko mbele, jambo linaweza kuleta vibaya, sawa sawa. Lakini jambo la mukaraba kama vile hija, swala, maana kwa mambo yanayofanyika sasa hivi kwenye Al-Kaaba, jamani hatari kubwa. Unaweza kusema hija haramu wa umra haramu, unaweza kusema kwa sababu ile jambo ni la mukaraba. Sasa hivi wanaenda kuhiji na kufanya umra watu wa aina. Juzi zimerudishwa picha kabisa, mashoga, hamkuziona? Makundi mashoga naenda mpaka kwenye Hajarul Aswad, anabusu, anafanya labbaik Allahumma labbaik Allahumma. Wangekopa kina Umar ingekuwa hatari kubwa sana, sawa sawa. Kama wizi unaofanyika misikitini na nini na mambo hayo tele, yani ili mradi tumefika wakati tungoje ile kubum kabam. Inaitwa nini kubum kabam? Unajua nini? Kiyama. Lakini sasa mambo yamezidi,
Ukiyatizama hivi mambo yani unaweza kutoka machozi wakati wote. Lakini kufanya dua siku ya mtu aliozaliwa sio vibaya. Siku ile aliozaliwa mfanyeni dua. Baada ya siku 7 mfanyeni dua. Tumeelewana? Uislamu unapenda mambo ya dhikrayati. Na uzuri wake unajua nini? Unakumbuka kufa. Unakumbuka? Kama naongeza mwaka mwingine inagonga 60 sasa. Time yote qalu inna lillahi. Haya. Kwa hiyo tumeelewana tarehe hatuwezi kujua lipi ya kufungua kwa sababu tunasikilizia mwandamo cha kusema 6 tunamaliza leo, kesho tunaendelea na vitabu vyetu na tutakuwa na kitabu kingine. Sawa na nitakuja nacho siku hiyo, tutaeleza tutasoma siku moja riadha, siku moja iko. Kwa sababu muda ni mfupi na vitu vya kusoma ni vingi sana. Kwa hiyo tuseme riadha tu mpaka ishe ndio some kitu kingine, tutajichelewesha. Sawa sawa. Kwa hiyo nitakakuja na kitu gani kama nilivyowaambia, tutakasoma viwili. Hiyo burda mtakuwa na nyewe hiari. Inawezekana labda kwenye wiki siku moja tukafanya discussion kama hivi, kwa sababu ina uzuri wake. Inawezekana tukaika siku ya inaitwa al-mutalaat. Sisi zamani tulikuwa tuna kitu kinaitwa kwamba leo hatusome chochote, tunatwali ya nyuma. Kwa hiyo pale tunaweza kuweka burda yetu beti 10 hivi, alafu na kitu gani na nini. Muda huu wa masomo tunakwenda tunafanya dua tunaondoka. Sawa Rabbana bwana nataka kusema kitu. Hivyo mimi kuna watu najua kuna watu wanipendi hapo mimi najua. Kwa niaba wenzangu, mimi na wenzangu nakupenda sana. Na utusamee kwa sababu amini humo amini. Amini katika wananipenda hiyo. Amini huko. Ai bwana inshallah. Tupendane tu. Kwa sababu tunaweza tukakosa yote. Unajua siku ya kiyama kuna watu watakuwa hawana chochote. Kuna watu wataingia peponi kwa sababu walipendana kwa ajili ya Mungu tu. Na hiyo Mungu anatangaza mwenyewe. Kuna watu hawakuswali vya kutosha, hawakufunga vya kutosha, hawakuwa na zaka. Yaani wao vitu vyao ni kubambanya tu, lakini walikuwa na kitu wanapendana kwa ajili ya Allah. Sawa Atauliza ainal mutahabuna fiya. Wako wapi waliopendana kwa ajili yangu? Watatokea watu wenye vijiswala vidogo. Twendeni nimeshapona. Kwa sababu hilo mapenzi yenu tu kwa ajili yangu. Sawa ndio yale tunayosema hadithi ya Anas. Rudia hadithi ya Anas. Antum al-yawma la ta'maluna amalan hiya indakum adaku min ash-shari wa kunna na'uduha fi ahdi rasulillah minal mubiqati. Allahu akbar. Kwa hiyo tupendane tu kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu. Na jana tulisoma hadithi ya Mtume. Mtume anasema yeye apende kwa Mungu nijalie mimi niwe napenda kwa ajili yako, nagombana kwa ajili. Inatusaidia, unaongeza max. Na mimi nawapenda sana. Na wallahi ningekuwa siwapendi nisingekuja hapa. Lakini nafaje? Nawapenda na wahurumia, yani nikikaa na wawaza. Kwa sababu niwaambie ukweli, nyie kwangu mtihani. Yani mkiondoka hapa hampati muradi wenu, mimi nacho cha kujibu. Bwana unatokea wapi bwana? Sasa kutoka Geita mpaka hapo umenifuata mimi afu mimi nikuache tu hivi. Si moto unajitakia. Mwingine Idrisa anatoka Mafia huko. Kavuka bahari. Shehe pale. Kenya kabisa huko. Fa mchezo kavuka mpaka. Pasipoti hana hiyo. Lakini kanifuata mimi. Sasa mimi kwangu nyie ni mtihani. Kwa nahakikisha hicho nilichokuwa nacho ambacho mmekifuata mimi niwatekelezee, lakini mniombe Mungu nifanye haya kwa ajili ya Mungu. Allahu akbar. Hapo ndo kwenye mtihani hapo. Sawa? Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi fa'alna wa fa'alna لنا في ديننا ما قال المسلم
وفقكم لما ينبغي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأكل لا أكفيها علماء وبالخير ونفع كل شاء ربنا آتنا كل شؤون وأقرنا للرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر سرنا مصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار عليما سرها مستجيبا دعوى ربي فهمنا علوما برسول الله وعلل على المشكلات